Ndugu wawili walienda kwenye mazishi ya babu yao bana. Ghafla bibi yao akawa amewaambia kwamba watatakiwa wafungue maboksi ya Ajabu on Sport baba, kwa sababu kabla babu yao hajafariki dunia aliacha wosia kwamba ili kurithi kampuni yake yote kila mmoja atatakiwa afungue boksi moja, na kwa yoyote mwenye atapata vijiti vingi zaidi vya kijani ndo atakuwa mshindi, yani champion champions one time, na huyo ndiye ambaye atakuwa na haki ya kuwa rais wa kampuni zima. Unaambiwa sasa, jamaa wakawa waelewi kwamba kwa nini babu alifanya hivyo, ila kwa kuwa ilikuwa ni nafasi fulani vya kupiga pesa mingi sana, wakawa wamechagua mabox pale, kila mtu akawa amechukua la kwake. Sasa kabla mchezo hujaanza, bibi akasema kwamba kitakachoamua ushindi au kushindwa ni nje ya mchezo, yani fanyeni chochote mnachoweza, mshindani apatikane mshindi mmoja tu, sijui mmenipata. Ila namaliza tu kuongea hivi, Tinga kama amechungulia ndani ya box lake bana, akakuta kwamba tuvijiti tuote tutatu ni twa kijani wazee. Akaona hapa mkeka umeshatiki dadade. Ila Lina alivyoangalia tu token zake hivi akawa amefunga box lake akiwa amepanic bana. Tinga alivyoona hivyo akawa na uhakika kwamba mwamba tayari ameshalamba vumbi, kwa kifupi yeye ameshashinda wazee. Tinga akachukua saa yake fulani hivi kali sana ya bei mbaya, akasema kama utaonyesha token zako na uko umenizidi mimi, hii saa itakuwa yako, sawa? Kama utaweka kitu ambacho kinafanana thamani na hii saa kama dhamana, yani kiufupi tuwekeane. Lina alivyosikia hivyo akawa mind bana, akasema kwa hiyo Tinga unaleta mambo ya kamari hapa, si ndio? Yani unataka tubeti wakati unaelewa kabisa kwamba babu alikuwaga apendi kabisa mambo ya kubeti. Tinga akasema hii sio beti mzee, hii ni sheria ambayo ipo nje ya mchezo kama bibi alivyosema, si ndio Grand? Afu mbona unakuwa sio ngangari mwanaume Unatakiwa uwe mshindani, mali hazipatikani kirahisi mzee. So kupata chochote kile ni lazima ukipambanie. Huu urithi babu wa kuokota mzee, tupo sawa? Lina alikuwa hajaridhishwa kabisa na maneno ya mshikaji. Kwa kama amemgeukia bibi na kumwambia kwamba hii sio fair kabisa. Ila kabla bibi hajaongea chochote kile, Tinga kama amesema yani bro unazingua kweli yani. Sasa huku tuna challenge sisi kama sisi, unataka uanze kusemelea kwa bibi kweli? Hapo nimeweka saa tu afu unalalamika hivyo. Wewe mpunguza ubishi bana, weka mazaga untemo. Lina kama amevua saa yake pale chap, then akama ameweka mezani na kusema kwamba kama mbwai na iwe mbwai. Bibi alivyoona hivyo akama amesema kwamba kabla hii video haijaisha tafadhali follow na usicomment next kabla hujaangalia muendelezo kwenye profile ya Facebook ya Yega Media bana, Yega OG. Yani akiwa na maana kwamba kabla uudi haujaisha wao wamaliza ushindani wao na wao wameamua kwamba mshindi ni nani. Vinginevyo urisi mnaweza msiupate wote. Sijui mmenipata hapo. Baada ya kusema hivyo akawa amewaambia kwamba waendelee na maunyama. Tinga akawa anasema kwamba sasa wewe Lini hichi kisaa mbona kama bahati ili mtoa? Yani mtu nimeweka saa ya malaki milioni afu unashusha bahati babake? Hapana, sio kweli. Kama uwezi kutoa kitu ambacho kina thamani sawa na saa yangu, tulia hapo ni kuonyesha kazi sana, utakuwa umeshindwa mazima. Hapo hata mke wa Lini akawa anajaribu kumshauri mumewe kwamba kama ni aje wewe piga chini tu. Ila jamaa kama amemwambia mke wake kwamba huyu anabeti kwa sababu anaweza akaa na vibao vya rangi nyekundu kwenye boksi yake bana. Ndio maana ametumia saa yake ya bei mbaya ili anitishie mimi nikubali tu kumwachia bila kukagua unyama. Jamaa akasema ila mimi hainitishi wala nini. Ndugu wengine wakaanza kuungana na Ting bana, akawa anasema kwamba sio kila vita inatakiwa upigane bana. Vingine unawaachia tu ma legend. Kama pesa una wewe kubali tu, kwa sababu ukisema ushindane naye utoboi mtoa. Lina alivyoona kwamba dharau zimezidi akawa amegoma kuacha bana. Akawa amebeti gari yake ya pekee kama dhamana bana, afu akamuuliza vipi Ting, tunaweza kufungua maboksi sasa? Ila Ting alitaka ampige Lini nje ndani kwa sababu si ana uhakika vyote ni vya kijani, kumbe anajikosea. Alikuwa anajua kabisa kwamba Lina hana hela bana, kwa kama amefanya beti nyingine. Akawa ameweka kitu kama milioni $1 cash za Kimarekani mzee, yani ni kama B2 na milioni 500. Mkeo akamwambia Lini, fikiria hizo hela zote tutazipata Lini, yani pesa ni nyingi sana. Ghafla babake na Tinga akawa amedunda mbele na kupinga hilo swala bana. Akasema hizo pesa ni kwa ajili ya project ya ujenzi wa mpuzi. Yani unataka kubetia hela ujenzi kweli? Ila kwa kuwa Tinga alikuwa na uhakika kwamba atashinda, akasema hii sio ile yako bana mzee. Alafu hiki ni kilinda mfuko tu, yani kwamba zipo nyingi sana kudadadeki. Mzee kama ametulia bana, then Tinga kama amemuuliza kwamba vipi unaendelea unakaacha mzee? Hapo Lindo kama amegundua kwamba Tinga anamsetia mtego mzito sana kudadadeki, kwa sababu anajua kabisa kwamba mshikaji hana pesa. Zena anamwambia kwamba atoe milioni 2 on spot cash, anazitoa wapi? Tinga alivyoona kwamba Lini yupo kimya, kama amechukua ile fomu ya ulisi na kwenda kumwambia kwamba asaini ili akubali kwamba jamaa ameshinda bana, achukue ulisi wa kampuni nzima then apite hivi. Na akasema kwamba ili asichukue hivyo vitu alivyobeti, yani amwachie vyote, apige magoti na amuombe msamaha then atamwachia kabisa. Lini akawa amekataa bana. Tinga akaona sasa, wewe nikikuchekea unaniona mimi mpuzi, si ndio? Ngoja nikunyoshe. Ndugu wengine wakawa anasema kwamba kama ni aje omba tu msamaha mambo yaishe bana. Ile Lini amedata elewe anatoboaje hapo kati. Mkeo akawa ameweka funguo za nyumba yao mpya kama bondi, unaambiwa bana leo kazi. Jamaa kama ameelewa kwamba mkeo anamaanisha nini bana, ila mama yake na Lini akawa amedunda mbele ili kupinga huo unyama kwamba haiwezekani. Juzi tu hapo mmetoka kwenye nyumba za kupanga, leo mnaweka bondi nyumba kwa sababu za kipuzi kweli? Jamaa kama amekataa pingamizi la mama yake bana na kusema kwamba challenge iendelee. Hata bibi naye uvumilivu ulimshinda na akawa ameinuka pale na kusema kwamba Lini, unaweza ukapoteza kila kitu usipofanya maamuzi sahihi, sawa? Kwa kama ni aje wewe kubali tu ili usipoteze hata hicho kidogo ulicho nacho. Lini akasema bibi
utajikosea. Akasema kwamba miaka yote hii familia yangu imekuwa ikinyanyaswa sana na Ting kila siku, yani hapana, sasa inatosha, yani siwezi kuvumilia huo ujinga hata mara moja. Inafikia hatua mpaka mtu ananikodia watu waje wanipige mimi kweli? Bana, hapa tulipofika liwalo na liwe tu, no way, lazima nipambanie uhuru wa familia yangu, sawa? Akasema mpaka hapa vitu vyote nimesha kuzidi kama dola 200,000 hivi, ni kitu kama milioni 500 hivi mzee. Kwa kama unataka kuendelea au unataka kusteki, fanya chapu, inabidi uongezee mazaga, vinginevyo utapoteza pambano sasa hivi mtu wangu. Sasa baada ya Ting kuona kwamba jamaa amezidi kina, yani ni kiza kinene, akawa ameamua kuweka apartment yake bondi kali sana. Bahati mbaya sana akawa amesahau funguo bana. Sasa hapo hainaga kubahatisha kwamba sijui eti mimi funguo nimesahau. Weka mali chini tumalize biashara. Akataka apige chini kwamba ameshashindwa, mkewe akawa anaingia hapo ndani ya nyumba ili kusave huo msao. Ila mke wa Ting alikuwa na wasiwasi sana kwamba ikitokea kama tutaliwa hapa tutafilisika 800,000. Ila Ting akawa amemwambia kwamba lazima tushinde, akawa amemonyesha na tule tumbao bana. Ndala alipoona hivyo akasema wow, usintanie mzee. Akaweka pale funguo za apartment yake, then akaongeza na Mercedes Benz yake iwe ipo live. Mpaka muda huo Lini alikuwa ameshashotiwa, yani amezidiwa kama milioni 2.6 hivi milioni dola za Kimarekani kwa deki ili amfikie, yani afikie ile stake ambayo imewekwa pale mezani. Akishindwa kufikia hiyo stake iliyowekwa hapo mezani atapoteza mazima, na kila kitu alichowekeza atapoteza, yani kifupi vyote vitakuwa ni mali ya Ting. Sasa muda huo Ting anachamba sana umbea baada ya kuhisi kwamba ameshamzidi mshikaji jamaa, akapiga simu moja tu kwa Ali John Pina Ng'ombe, then akawa ameomba kwamba amtumie milioni 2.6 dola za Kimarekani on spot mzee. Tajiri Ali ana baya bana, akawa ametisha muda huo. Sasa kulingana na makubaliano yao, sasa wanaweza kufungua box zao ili kujua nani ni mshindi, yani kiufupi nani ameshinda. Ila sasa Lina alivyokuja kufungua box lake hivi kudededeke bana, ukipata shida yoyote ambayo unahitaji fundi kwa ajili ya marekebisho, matengenezo ama designing, unacheki au una request kwa namba hiyo hapo kwenye WhatsApp, fundi atakufikia popote pale ulipo nchi nzima. Wametapakaa. This is how me you got me bana. Mwendelezo unakuja suni, ni bonge moja la mashine, hatuwezi tukaiacha hivi hivi. Kama umeipenda na umelike sana, comment bana. Thank you so much. I need to damn OG with Yega Media bana. Yega umeme. Ciao.